sura ya kwanza mstari wa 20. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya kwanza mstari wa 20. Karibu Abeli. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Mungu apate kujitukuzwa kwa sisi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arubuni ya robo mioyoni mwetu. 23. Lakini mimi namwita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu, ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Sisi kwamba tunatawala imani yetu, bali tu wasaidizi wa furaha yenu, maana kwa imani yenu mnanisimama. Amen. Abeli ameongeza na ya kwake, ulikuwa mstari mmoja. Bwana asifiwe. Amina sana. Basi tubarikiwe tuna hilo. Ni waruhusu praise. Sasa nimeambiwa beti moja tu. Namna gani unaweza ukanani mtumbe huku wageni wakiwa wanajiongea hapa. Karibuni. Karibuni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tuabudu na wimbo namba 5. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri kanisa nyota nguru viumbwavyo praise imaro yangu jinsi wewe ulivyo Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, neno lako li hai, lina nguvu, linachoma, lina ukali kuliko upanga, ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno lako ni taa, neno lako ni mwanga. Asante Mungu kwa ajili ya wakati huu. Tunahitaji kusikia neno lako takatifu, na mkabidhi mikononi mwako mtumishi mchungaji Joel Madson anaposimama na tunaposimama kwa pamoja kwa ajili ya neno lako la uzima. Mungu uwe pamoja nasi. Naomba Mungu kwa ajili ya mioyo hii yote ambayo imekuja kwa ajili ya neno la uzima, Mungu ukaijenge na kuibariki katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Praise, tunaweza tukachukua nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna wageni ambao watajitambulisha majina yao na wametokea wapi, wanaitwa nini, wanafanya nini. Tunaye mchungaji Machibia ambaye atamtambulisha mgeni na ambaye atakalimani pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukaenda hadi saa 3:30, sio mbaya. Kwa hiyo basi kwa hayo yote karibuni sana, tuwe wasikivu na Mungu atubariki. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana.
Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Jina langu naitwa Nuhu Stanley Machibia, ni mchungaji kutoka pastoreti ya Shibalanga, jimbo la Ngoma. Ni mara yangu ya kwanza kuabudu pamoja nanyi mahali hapa. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika Jumapili ya leo kuabudu pamoja nanyi. Asanteni sana. You are welcome. Inapendeza sana kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo. Jina lake anaitwa Joel Madison. Anatokea huko Marekani. Napenda ufahamu haya. Tunaliombea kanisa la Tanzania. Tunaomba kwa Mungu baraka kwa kanisa la Tanzania. Na hasa katika kanisa la hapa Geita Diocese. Hii ni mara yangu ya 4 kufika hapa Geita. Na ninaupenda sana huu mji wa Geita. Zaidi sana ni kwa sababu ninyi ninawapenda sana. Sisi ni ndugu katika Kristo Yesu. Mimi ninaonekana kidogo tofauti, lakini moyo wangu na mioyo yenu iko sawa kabisa. Na tunamwabudu Mungu mmoja. Tunampa Yesu Kristo utukufu kwa pamoja. Na sisi ni mwili mmoja katika Kristo. Haleluya. Ninaleta salamu nyingi kutoka katika jamaa yangu huko Marekani. Mke wake Kathy anasema habari zenu, na anawaombea sana hata asubuhi hii ya leo. Na nimefurahi sana kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi hii ya leo. Ninakushukuru mchungaji kwa kuniruhusu mimi kuwa mahali hapa. Ni heshima kubwa sana kwangu mimi. Hebu tuangalie neno la Mungu. Unapaswa kujua kitu fulani kuhusu mimi. Mimi nimebeba maandiko matakatifu. Hili ni neno la Mungu. Limeandikwa kwa ajili yetu. Kwa namna ambavyo sisi tulivyo, Mungu ameliandika kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na mimi huwa ninalifanyia kazi. Kwa hiyo soma neno la Mungu kila siku, kwa sababu linakulisha roho yako. Na ninaamini kwamba unafanya hivyo kama ambavyo mimi hufanya. Asubuhi ya leo nataka niwaletee neno la faraja kuhusu ahadi za Mungu. Mungu ameleta ahadi nyingi sana katika maandiko yake matakatifu. Na tunaelewa kwamba Mungu ni mwema. Haleluya. Unaweza ukasema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema wote. Sema kwa sauti, Mungu ni mwema. Jinsi gani ambavyo Mungu alivyo mwema. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Anatupenda sisi sote hapa. Anatupenda sana, na ndio maana alimtuma Yesu Kristo akaja duniani akafa msalabani. Nataka umgeukie jirani yako umwambie kwamba Mungu anatupenda. Tulisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 20. Hebu nitoe kidogo historia ya hii sura ya Wakorintho wa pili sura ya 1. Hii ni barua ya pili ya mtume Paulo kwa kanisa la Korintho. Analiandikia kanisa
kama hili kanisa lililopo hapa Geita. And as he's talking to the church, Na anapozungumza na hili kanisa, there was some question about people saying yes but meaning no and no meaning yes. kuna swali ambalo watu walisema kwamba ndio wakimaanisha hapana, wengine wanasema hapana wakimaanisha ndio. Sometimes we say yes but we mean no. Wakati mwingine sisi tunasema ndio lakini tunamaanisha hapana. And sometimes we say no but we mean yes. Wakati mwingine tunasema hapana kumbe tunamaanisha ndio. But with God, Lakini kwa Mungu his yes is yes. ndio ya Mungu ni ndio. His no is no. Hapana ya Mungu inabaki kuwa hapana. There is no inconsistency with God. Sasa Mungu wetu huwa habadiliki, yeye ni yule yule. Hallelujah. Haleluya. I'm happy that God is consistent. Nina furaha kwa sababu Mungu wetu habadiliki, ana msimamo. His yes means yes. Ndio yake inabaki kuwa ndio. His no means no. Hapana yake inabaki kuwa hapana. So we see in verse 20 Kwa hiyo tunaona katika ule mstari wa 20 that Paul is talking about the promises of God. na sasa mtume Paulo anazungumzia kuhusu ahadi za Mungu. And he says this, Na anasema kwamba all the promises of God anasema ahadi zote za Mungu find their yes in Jesus Christ. zinaonekana kuwa ni ndio katika Kristo Yesu. It's because Jesus came to earth and died for our sins Ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja kwetu na akafa kwa ajili yetu, that he guarantees the promises of God. na kwamba ahadi zake zinatawala, hazina mpaka. But there's a response that he expects from the people. Na sasa huyu Mungu anahitaji mwitikio kwa kanisa lake, Because in Christ all the promises are yes. kwa sababu katika Kristo ahadi zote ni ndio. Na Paulo anasema kwamba To shout the amen. anasema tuseme amen. So I want you to shout amina. Hebu tuseme amina. Amina. Because in Christ all the promises are yes. Kwa sababu katika Kristo ahadi zote ni ndio. I would like to give you 3 promises that we see in Scripture. Nataka nikupe ahadi 4 ambazo zinaonekana katika maandiko matakatifu. Now there are many more promises, Na unajua kuna ahadi nyingi sana katika maandiko matakatifu, but I want to focus on 3. lakini nataka kuangalia ahadi 3 peke yake. Philippians chapter 1 and verse 6 Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. gives us a promise. Hapo kuna ahadi, And this is the promise. na hii ndiyo ahadi. What God begins, Kile ambacho Mungu anakianzisha he will complete. lazima atakikamilisha. What God begins, Kile ambacho Mungu anakianzisha he will complete. lazima atakikamilisha. I shout the amen Hebu sema amen. because God completes what he starts. Kwa sababu Mungu hutimiza ahadi zake. Philippians chapter 1 and verse 6 says, Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6 inasema, and Paul says, it is my prayer. You want me just to read it? Okay. Just read it. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. It is my prayer for you. Ni maombi yangu kwangu kwenu. Oh, excuse me, that's verse 9. Verse 6. And, Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. and I'm sure of this very thing, Na nina hakika na huu mstari that he who began a good work in you ya kwamba yule ambaye alianzisha kazi njema kwako will complete it until the day of Jesus. atatimiza kabla Yesu hajasi, atatimiza. Amina. Amina. God completes his work. Mungu hukamilisha kazi yake. I heard that this morning there were several that gave their heart to Jesus. Asubuhi ya leo nimesikia kuna baadhi ya watu wameyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. They accepted Christ as their Lord and Savior. Wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. In those people, Hao watu waliomwamini Yesu asubuhi ya leo, God has started a work. Mungu ameanzisha kazi ndani yao He will complete it in Jesus Christ. na ataikamilisha katika Yesu Kristo. I came to faith in Christ in 1975. Nilimwamini Yesu Kristo mwaka 1995, Over 50 years ago. miaka mingi iliyopita, And I remember reading this verse. na ninakumbuka kuusoma huu mstari. My God
Mungu wangu who called me to himself aliyeniita mimi kwake started a work. alianzisha kazi ndani yangu, But it's being completed day by day. na Mungu ataikamilisha hii kazi siku kwa siku. Be encouraged today. Ninakutia moyo siku hii ya leo, God started in your life. kile ambacho Mungu alikianzisha ndani ya moyo wako atakikamilisha. Amina. Amina. God is a good God. Mungu wetu ni mwema, He is a loving God. ni Mungu wa upendo, And he completes what he starts. na yeye hukamilisha anachokianzisha. Well, what do we mean by completing what he starts? Hivi tunamaanisha nini tunaposema kukamilisha? One of the things Ni kwamba is that he helps us to mature in our faith. anatusaidia sisi kukua katika imani. He shows us what he wants us to do. Anatuonyesha sisi namna ambavyo tunapaswa kufanya, And then he helps us to see that. na hivyo anatusaidia kuona ule uaminifu ili tuweze kuishi. God oftentimes put dreams and visions in young people's lives. Wakati mwingine Mungu huwa analeta maono kwa vijana na ndoto, And when they come from God, na wanapotoka kwa Mungu be assured he will complete the work. uwe na hakika ya kwamba huyu Mungu ataikamilisha kazi njema aliyoianzisha kwako. God never gives up on us Mungu huwa hakati tamaa na sisi, because he loves us. kwa sababu anatupenda sana He has a plan for our lives. na ana mpango mzuri katika maisha yetu. You may be here this morning Unaweza ukasikia asubuhi hii ya leo, and you may be thinking God's forgotten about me. na wakati mwingine unaweza ukasema labda Mungu ameniacha, From the promises of God, ameniacha kupitia zile ahadi zake. he has not forgotten us. Mungu hajatuacha, He is continuing to work in you even when we don't see. bado anaendelea kutusaidia hata kama hatumuoni kwa macho haya ya nyama. Be encouraged. Ninakutia moyo, God completes what he starts. Mungu hukamilisha anachokianzisha kwako. Hallelujah. Haleluya! Let's shout the amen. Hebu tuseme amen. The second promise that we see in the scripture. Ahadi nyingine ya pili ambayo tunaiona katika maandiko matakatifu, This one's found in the book of Hebrews. hii inapatikana katika kitabu cha Waebrania, Hebrews chapter 13. Waebrania ile sura ya 13, And it's the end of that verse. na Waebrania sura ya 13 mstari wa 5. Here is the promise. Hii ndio ahadi anayoisema, God will never abandon you. na kwamba Mungu hawezi akatuacha. Hallelujah. Haleluya! He will never leave you alone. Hawezi akatuacha wapweke. The scripture says Maandiko matakatifu yanasema in verse 5, katika ule mstari wa 5, he says, keep your life free from the love of money anasema ujitunze na ujiepushe na katika ile hali ya kupenda fedha, and be content with what you have. na mlizike na kile mnacho, For it is he who said, I will never leave you or forsake you. kwa sababu yeye ndiye anayesema kwamba siwezi nikawaacha ama kuwasahau. Hapana. Money can't buy what God gives. Mungu ndiye anayewasapoti watu. Kwa hiyo fedha, tumtegemee Mungu. We use money for God's glory. Tunapaswa tuzitumie fedha kwa ajili ya utukufu wa Mungu, We give our tithes and our offerings kama jinsi ambavyo tumetoa zaka na tumetoa sadaka mahali hapa to accomplish the things of God. ili kuweza kukamilisha majukumu ya kimungu mahali hapa. But money can't buy what God gives to us. Lakini fedha hizi zisije zikatutenganisha na Mungu. Trust in him. Tuseme kwamba tumtegemee Mungu katika maisha yetu, Be faithful with what you have tuwe waaminifu na kile ambacho Mungu ametupatia, and give glory to God. na tumpe Mungu utukufu. God is always with us. Mungu siku zote yupo pamoja nasi, I'm reminded of these stories in scripture. na nimekumbushwa habari hii katika maandiko matakatifu. God is talking to Moses in Deuteronomy. Mungu anazungumza na Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, And Moses has been leading the people. na Musa amekuwa akiwaongoza wana wa Israeli, God makes a promise to him. na Mungu akatoa ahadi kwake I'm with you. kwamba nitakuwa pamoja nawe, I will never leave you. sitawaacha. Now when Moses becomes old, Na sasa Musa akazeeka. he's going to pass over the leadership to a young man named Joshua.
Sasa Musa kwa sababu ya kuzeeka anataka kumrithisha Yoshua mwana wa Nuni uongozi. Na katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 na wa 9, na hivi ndio haya maneno ambayo Mungu amesema na Musa ili aweze kumwambia Yoshua. Anamwambia uwe shupavu, uwe shujaa. Uwe shujaa kwa sababu mimi nipo pamoja nawe. Haleluya. Mungu yupo pamoja nasi. Ninapenda kukutia moyo wewe. Ahadi ile ile ambayo Mungu alisema kwa Musa pamoja na kwa Yoshua ameshaifanya kwako. Hawezi kukuacha. Atakuwa pamoja nawe. Haleluya. Atakupa nguvu za kufanya kwa kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye hapa duniani. Hebu tuwe waaminifu na tuwe wawazi. Je, umeshawahi kuhisi upweke? Je, umeshahisi upweke, hamna mtu wa kukusaidia, wa kukuwezesha? Umeshapitia hiyo hatua? Je, umeshafikia hiyo hatua? Ulishapitia hiyo hatua ya upweke, unaona hakuna mtu wa kukusaidia? Mimi niliwahi kuhisi upweke katika matukio fulani. Nikaona mambo hayaendi vizuri na sina fedha ya kutosha na maisha hayaendi vizuri. Sasa naanza kutafakari, hivi Mungu yuko wapi? Je, umeshapitia hatua kama hiyo? Wote huwa tunapitia hatua kama hizi katika maisha. Lakini asubuhi ya leo napenda kukutia moyo. Mungu hawezi akakuacha. Hata kama unahisi kwamba uko peke yako, yeye daima yupo pamoja nawe. Haleluya. Kuna wakati ambapo mimi nilikata tamaa na nikapiga kelele kwa Mungu. Mungu uko wapi? Mbona haujibu maombi yangu? Na nikasikia mnong'ono kama sauti ya kuninong'oneza. Bado sijakuacha. Niko pamoja nawe. Haleluya. Kumbuka maneno ya Yesu Kristo. Maneno ya mwisho ya Yesu Kristo kabla hajapaa kwenda mbinguni. Alisema, enendeni mkawafanye wanafunzi wangu mataifa yote. Tunatakiwa kuwafuasa watu mbalimbali tukiwa hapa duniani. Tuwafuase kueneza injili ya Yesu Kristo. Na katika mwisho wa huu utume Yesu anasema kwamba tazama, mimi nipo pamoja nanyi hata utimilifu wa dahari. Yesu aliisema hiyo ahadi, na kwamba huwezi ukawa peke yako. Unaweza ukajiona labda kimwili uko peke yako, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Yeye hawezi akakuacha, bali atakaa pamoja na wewe daima. Hawezi akakuacha hata kukusahau, hawezi. Na kwa ahadi hiyo tupige kelele amen. Haleluya. Hii ni ahadi nzuri sana ambayo Mungu ameifanya, ambayo ipo pamoja nasi siku zote. Kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo asubuhi ya leo, hebu kumbuka hii kanuni. Hawezi akakuacha Yesu.
Yeye yuko pamoja nawe daima. His presence is with us. Uwepo wa Mungu upo pamoja nasi. Hallelujah. Haleluya. Let's say, shout the amen. Tupige kelele amen. The third promise. Ahadi ya tatu. God is the God of the impossible. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. God is the God of the impossible. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Let me give you three different examples from Scripture. Hebu ngoja nikupe mifano mitatu tofauti tofauti inayotoka katika maandiko matakatifu. In Luke chapter 1 and verse 37, Katika Luka sura ya kwanza mstari wa 37, the angel of the Lord comes to Mary, malaika wa Bwana akamwijilia Mariamu. and he says to Mary, Akamwambia Mariamu, you're going to bear the Christ child. utamzaa mtoto Yesu. Mary had a problem. Lakini Mariamu alikuwa na tatizo moja, She had never been with a man. kwa sababu alikuwa hajawahi kukaribiana na mwanaume hata siku moja. How am I going to have a child? Sasa akasema, itawezekanaje mimi kupata mtoto? Then the beautiful prophecy of the angel. Huu ulikuwa ni unabii mzuri wa malaika wa Bwana. They say the one that you will bear is conceived by the Holy Akamwambia, yule ambaye utambeba tumboni mwako ni kwa sababu atatoka kutoka katika Roho Mtakatifu. And Mary says, how is this going to be? Na Mariamu anasema sasa, haya yatawezekanaje? But in her heart, Lakini katika moyo wake she believed the words of the Lord. aliliamini neno la Bwana Mungu, And she said, may it be as you have said. na akasema, na iwe hivyo kama ulivyosema. But in chapter 1 verse 37, Lakini ile sura ya kwanza mstari wa 37 we see these words tunayaona haya maneno that the angel spoke. yale ambayo malaika wa Bwana alizungumza, Nothing is impossible to God. kwa sababu hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Do we really believe that? Je, tunaamini haya yote? Do we Tunaamini. believe that? Sometimes we don't live like we believe that. Wakati mwingine huwa tunaonekana kama vile hatuna imani. Sometimes the problem is so big. Wakati mwingine matatizo, unajua, wakati mwingine unaliona tatizo kwamba ni kubwa sana. And we give up hope. Wakati mwingine tunakata tamaa kwa sababu ya tatizo kuwa kubwa. But God reminds us. Lakini Mungu anatukumbusha leo, He reminds us that nothing is impossible with God. Mungu anatukumbusha kwamba hakuna lisilowezekana kwake. I want you to think in your life. Hebu jaribu kufikiria katika maisha yako. Are you in a hard situation Uko katika hali ngumu na ya kukata tamaa, that seems impossible? kwamba unaona kwamba kwa hili kwa kweli haliwezekani. Let me remind you, Napenda kukukumbusha kwamba God is the God of the impossible. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Don't give up. Usikate tamaa. Keep the faith, We tunza imani yako, because He will make a way for you, kwa sababu atafungua njia upate kupita. no matter what the problem is. Haijalishi tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Hallelujah. Haleluya. God is the God of the impossible. Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. A second example Mfano mwingine wa pili is found in the Old Testament. ambao unaonekana katika Agano la Kale. And one of the reasons why I look at the Old Testament and the New Testament Unajua ni kwa nini naangalia katika Agano la Kale na Agano Jipya? is because God is the same yesterday, today, and forever. Ni kwa sababu Mungu wetu ni yule yule jana, leo na hata milele. Haleluya. What He did then, what He did then, Yale aliyoyafanya hapo zamani anaweza akayafanya hata sasa, because He is the God of the impossible. kwa sababu yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. In the Old Testament, Katika Agano la Kale we know the story of Abraham and Sarah. tunakumbuka habari ya Ibrahimu na mkewe Sara. God made a promise to Abraham. Mungu alitoa ahadi kwa Ibrahimu. You remember that promise? Je, unaikumbuka hiyo ahadi You're going to be the father of many, ya kwamba wewe utakuwa ni baba wa mataifa mengi? but year after year, Na mwaka kwa mwaka, they never had any children. kwa muda wa miaka mingi, Ibrahimu pamoja na Sara hawakuwa na mtoto. Now that seems to be a problem. Na sasa hili lilikuwa ni tatizo katika ndoa yao. Sarah is getting older and older.
Sasa Sara amekuwa mzee. Sasa umri wake wa kuzaa ulikuwa umeshapita. Sasa na hana mtoto hata mmoja. Na hebu nisubiri kidogo. Mungu alisema kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi. Na kulikuwa kuna wakati katika maisha ya Ibrahimu pamoja na mkewe Sara walikosa tumaini la kupata mtoto. Unakumbuka walichokifanya? Unajua Sara akamchukua mjakazi wake Hagai, kwamba mimi siwezi nikapata mtoto, labda huyu sasa anaweza akakuzalia. Lakini mpango wa Mungu haukuwa hivyo. Hagai hakuwa na mtoto. Jina lake alikuwa anaitwa Ishmaeli. Lakini hiyo haikuwa ahadi ya Mungu. Alimwambia Ibrahimu na mkewe Sara ya kwamba ninyi mtakuwa wazazi wa watoto wengi dunia nzima. Na muda ulivyoendelea, tunaona malaika wa Bwana anamtembelea Ibrahimu pamoja na Sara, na anasema ile ahadi yake na kuambia kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi duniani. Ibrahimu naye akajibu ya kwamba mimi ni mzee, nina miaka 90, nimezeeka. Mke wangu na yeye kazeeka, hawezi akapata mtoto. Na Sara alivyosikia yale maneno ambayo malaika wa Bwana anazungumza ya kwamba utachukua mimba na utazaa mtoto, unajua alisema nini? Akacheka kwamba hii kweli mimi ni mzee. Wakati mwingine katika mawazo yetu huwa tunazizuia ahadi za Mungu kwa sababu tunafikiri kwamba Mungu hawezi akafanya hili. Na ukumbuke, Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Wakati mwingine tunaweza tukaitikia kama Sara, jinsi ambavyo alicheka kwa kutokuwa na matumaini na kusema kwamba hapana, haiwezekani mimi kupata mtoto. Na Ibrahimu na yeye akasema kwamba hii haiwezi katokea, mimi nimeshazeeka. Wakati mwingine sisi kwa sababu ya kutokuamini tunayakataa mapenzi ya Mungu yasitimie kwetu sisi. Wakati mwingine tunafanya maamuzi yetu sisi kabla hata ya kumruhusu Mungu atimize ahadi zake. Napenda kukukumbusha kwamba Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Una hali gani katika maisha yako ambayo inakusumbua? Je, unataka kufanya mawazo yako wewe mwenyewe yafanyike, unaacha kuruhusu mpango wa Mungu uweze kutimia kwako? Nimeiona hii katika maisha yangu. Wakati ya kwamba Mungu nilikuwa aliniahidi kwamba atanipatia mahitaji yangu. Na nilipokuwa nikifikiria kwamba mbona Mungu atimizi ahadi zake kwangu, ninaanza kufanya mambo fulani kwa ajili yangu. Sasa maana ninaona Mungu atimizi, lakini Mungu ananikumbusha mimi kwamba hivyo sivyo ambavyo mimi nilisema. Jifunze kusubiri kutoka kwangu. Na tunakuwa na shida ya kutokuamini ule msingi. Ule msingi wetu ni kwamba tujue ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. Haleluya.
scripture to remind us of this truth. Tusome andiko moja It's found in Jeremiah, ambalo linatoka katika kitabu cha Yeremia chapter 32. sura ya 32. God is speaking to the prophet Jeremiah. Mungu anazungumza kwa nabii Yeremia. And as he's talking to Jeremiah, Na alipokuwa akizungumza na nabii Yeremia, he makes this statement to Jeremiah. alitoa maneno yafuatayo kwa Yeremia. Oh Lord God, this is Jeremiah speaking to the Lord. Sasa huyu ni Yeremia anazungumza kwa Bwana Mungu. He said, "Oh Lord God, Anasema, Bwana Mungu, it is you who have made the heavens and the earth ndiye wewe uliyeziumba mbingu na nchi by your great power kwa nguvu zako za ajabu and by your outstretched arm." na kwa mkono wako ulionyooshwa. And then he makes this statement. Na anatoa maelezo yafuatayo. Sasa Jeremiah's belief. anazungumza kuhusu habari ya Yeremia. Nothing is too hard for God. Na akamwambia kwamba hakuna gumu lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. That doesn't sound like you believe it. Unaamini hayo? Yeah. Hallelujah. Turn to your neighbor Mgeukie jirani yako, and say to them, nothing is too hard for my God. mwambie hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu wangu. Mwambie jirani yako hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu wangu. Then in verse 27, Na mstari ule wa 27 sasa we see God confirm what Jeremiah said. tunaona sasa Mungu anadhibitisha kitu ambacho Yeremia alisema. The word of the Lord came to Jeremiah. Neno la Mungu likamwijia Yeremia And he says to Jeremiah, na likamwambia Yeremia, I am the Lord, mimi ndiye Bwana, the God of all flesh. Mungu wa wote wenye mwili. Is anything too hard for me? Je, kuna jambo lolote gumu nisiloliweza? And the answer is nothing is too hard. Na jibu lake linakuja linasema kwamba hakuna kilicho kigumu kisichowezekana kwa Mungu. What seems impossible to you today? Kitu gani ambacho kinaonekana kwako hakiwezekani kwa Mungu? What seems like it may be too hard for God? Mambo gani ambayo unaona kwamba kwako yameshindikana hata kwa Mungu unaona hayawezekani? May we make a declaration today. Hebu tuendelee kumwangalia Mungu, tumlilie Mungu. As you're thinking about that difficulty, Na unapokuwa unafikiria lile jambo gumu ambalo linakushinda, nothing is too hard for God. kumbuka kwamba hakuna gumu lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. We need to live that life of faith. Tunahitaji kuishi maisha ya imani. Matter of fact, the bigger the problem, the bigger that God will come through in that problem. Unapoliona tatizo lako kuwa ni kubwa sana, uangalie ukuu na uwezo wa Mungu ya kwamba ana uwezo wa kumaliza hilo tatizo lilonalo. But learn to wait on him. Halafu jifunze kuwa mvumilivu kwa Mungu. For an application for our message today, Na jambo la kujifunza mahali hapa kupitia hii hotuba, let me direct your attention to Philippians chapter 4 hebu nikamate ufahamu wako. Hebu twende katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4 and verse 13. ule mstari wa 13. Paul writing to the Philippian believers. Paulo analiandikia kanisa la Wafilipi. He had shared with the Philippian believers that I've been without food, I've been in difficulties, I've been in problems. Akiwatia moyo hao wa Kristo kwamba mimi nimekuwa katika nyakati ngumu na nzito, lakini nilimtegemea Mungu na nikasimama. But then he said, I've learned the secret. Na nimejifunza kukoswa, Whether I have a lot or little, nilipokuwa ninacho cha kutosha au nilipokosa kabisa, whether I'm full or hungry, nilipokuwa na njaa ama nilipokuwa nimeshiba. don't miss this. Hebu usikikose hiki. I can do all things through Christ who strengthens me. Na yaweza mambo yote katika Kristo kwa sababu yeye ndiye ananitia nguvu. I want you to tell your neighbor, Nataka umwambie jirani yako, I can do all things through Christ who strengthens me. na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwambie jirani yako. The next time a problem comes in your life, Na sasa kuna tatizo la pili ambalo linaweza likaonekana katika safari ya maisha yako. remember that God is the God of the impossible. Kumbuka kwamba Mungu wetu ni Mungu wa yasiyowezekana. And then remember that truth spoken by Paul. Na kumbuka ule ukweli ambao ulizungumzwa na nabii na Paulo mtume, That you can do all things through Christ ya kwamba wayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. strengthens
anayekutia nguvu. Je, unaamini hivyo? Yes. Amina. Amina. Remember we started. Na kumbuka tulipoanza, All the promises of God, ahadi zote za Mungu ni ndio na amini. and then we respond, amen, Na hivyo tunaitikia kwa pamoja amen, to the promises of God. kwa ahadi za Mungu. As we leave from this place today, Na tunapotaka sasa kuondoka hili eneo, you'll face problems today, labda wakati mwingine unaweza kukutana na matatizo fulani, you'll face problems tomorrow, labda unaweza kukutana na tatizo fulani siku ya kesho, but remember lakini kumbuka that God's promises are yes in Christ. ya kwamba ahadi za Mungu ni ndio katika Kristo, And in him we say amina, na katika yeye tunasema amina, because he will come through for us. kwa sababu yeye ndiye atakayetusaidia. He completes what he starts. Yeye hutimiza kile ambacho ameanzisha, He will never leave us. hawezi akatuacha, And he is the God of the impossible. na yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. I'd like to close our time this way. Nahitaji sasa kufunga kipindi chetu kwa namna hii. I want you to think of a problem or situation you're facing right now. Ninahitaji ufikirie lile tatizo ambalo linakuwa linakusumbua sana katika maisha yako. Problem are you facing when you go? Tatizo lilo ambalo huwa linakusumbua sana katika maisha yako, labda mahusiano, Maybe it's a lack of resources. labda upungufu wa vitu fulani, labda una tatizo la kiafya, Whatever it is, na tatizo lolote ambalo linakusumbua katika maisha yako. Hebu jaribu kulitafakari hilo tatizo ulilonalo, I want us to pray. na hivyo nitakwenda kuomba katika imani God would show us the way to handle it. ya kwamba Mungu atafungua njia ili tuweze kusonga mbele. Sometimes some problems don't go away right away. Wakati mwingine matatizo hayawezi yakatoka, lakini Mungu ana mpango mzuri sana katika maisha yetu. The Apostle Paul had a thorn in his flesh. Mtume Paulo alikuwa na shida katika mwili wake, It was a problem. alikuwa na tatizo, And he prayed that it would be taken away. na aliomba kwamba aweze hata kuondoka duniani. Paul came to this understanding Lakini Paulo alifikia hatua hii that God's grace ya kwamba neema ya Mungu is sufficient for every situation. yatosha kwa hali zote na nyakati zote. Haleluya! We're going to trust God to do mighty things. Tunakwenda kumtegemea Mungu ili afanye mambo makubwa na ya ajabu katika maisha yetu. I want you just to close your eyes. Niombe sasa uweze kufumba macho yako, And as you are thinking of that problem, na unapolifikiri lile tatizo gumu lilonalo, you're facing a problem, just lift your hand up. kama kuna tatizo linakusumbua, hebu naomba unyoshe mkono wako juu. Kama kuna tatizo huwa linakusumbua, naomba unyoshe mkono wako juu, mkono ulio hai. Kuna mikono mingi sana ambayo imenyoshwa. Maybe you're not currently facing a problem. Labda wakati mwingine haujakutana na tatizo fulani. Then you pray for your brother Hebu mwombee jirani yako mahali pale, that God would show him strong. ili kwamba Mungu aweze kumsaidia. Pray together. Na tuombe sasa. Father, in the mighty name of Jesus, Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, we stand upon the word of God, tunasimama pamoja na neno lako takatifu. upon the promises of God Tunasimama juu ya ahadi zako that find their yes in Jesus Christ. ambazo umesema kuwa ni ndio katika Kristo Yesu, And we say amen. na sisi tunasema amina. Father, I pray for every hand that's raised in this. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila mkono ulionyooshwa mahali hapa, Whatever the problem they're facing, kwa kila tatizo ambalo huyu mtu anakutana nalo, you would be strong on their behalf. ninaomba Mungu kapate kuliondoa hilo tatizo, awe salama. You would help them to understand and see your hand move. Umjalie Mungu kujua ahadi zako na mkono wake aliounyosha Bwana ukalete rehema zako. I pray that you'd bring solution to the problem. Nitaomba Mungu utaleta suluhisho la tatizo alilo nalo mtu huyu. I pray that you'd give peace in our hearts. Ninaomba Mungu ya kwamba utampa amani ya moyo wake Walk through difficulty kupitia wakati huu mgumu anaoupitia, to know that he is with us. ili kwamba aweze kujua kwamba wewe upo pamoja naye, He has not abandoned us. ya kwamba Mungu wewe hujamwacha,
na wewe Mungu uweze kukamilisha kile ambacho ulikianzisha kwake. Baba, uwabariki hawa ndugu zangu wapendwa. Tumekumbushwa kwamba hakuna kitu kinachoshindikana mbele zako. Tunaomba nguvu zako za mbinguni ziwe pamoja nasi na kutuletea afya na suluhisho la matatizo yetu. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, tunasimama imara kwa ajili ya ahadi zako katika maandiko matakatifu. Na wote tuseme amen. Baba, tunakubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Let's do it one more time. Tuseme wote amen. Let's say it again. Tuseme tena amen. God bless you. Mungu awabariki sana. And I look forward to hearing stories of how God was your help in difficulty. Na nina matumaini ya kwamba nitaendelea kupata habari nzuri ya jinsi ambavyo Mungu anawasaidia katika changamoto ambazo mnazipitia. Ninawashukuruni sana. Mungu awabariki. Haleluya, watu wa Mungu. Tumepata vya rohoni, tuwabariki wageni wetu. Mnasemaje? Safi kabisa. Abeli, naomba sonzo hapo. Karibuni sasa watu wa Mungu, tuwabariki wageni wetu. Kama mlivyosikia, Joel Madison anatokea huko Marekani, lakini kama tulivyofundishwa, tunabariki hata kama iweje, tunabariki, maana mtumishi wa Mungu, hatukosi kumpa kikombe cha maji. Karibuni watu wa Mungu. Karibuni, karibuni, karibuni. Mpaka niwaimbie kawimbo. Njoni tu. Njoni, njoni, njoni watu wa Mungu. Barikiwe mama yangu. Dumbukiza tu hapo, barikiwe. Barikiwe. Jamani, tumebarikiwa neno la Mungu, tuwabariki watumishi wa Mungu. Karibu sana. Barikiwe mtu wa Mungu. Karibu sana. Barikiwe. Barikiwe, weka hapo sadaka yako ya shukurani kwa neno la uzima. Barikiwe mtu wa Mungu. Barikiwe. 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 Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. 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 Bariki. Karibu, karibu, karibu. Karibu. Nami nitakuwa nao watakapoitwa nao. Barikiwe. Utakuwa shangwe kweli. Nami nitakuwa pamoja nao. Tena nami nitakuwa nao
Niwakaribishe katika kipindi hiki cha ushirika mtakatifu kwa wale ambao maisha yetu tumejiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Mungu ametupa neema hiyo kwa vile alivyoyatoa maisha yake msalabani kwa ajili yetu. Tunapaswa kumwendea kwa unyenyekevu na uaminifu mbele za macho yake. Usiku ule Bwana Yesu alipotwaliwa, alitoa mkate, akaumega, akawapa akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu unaoharibika kwa ajili ya wengi. Hivyo hivyo akakitwaa kikombe, akawapa akisema, nyweni katika hiki, hii ndio damu yangu ya agano jipya inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunakupenda Mungu sana vile ulivyoyatoa maisha yako kwa ajili yetu. Anayekutana na wewe, nguvu ya dhambi Bwana huwa inaisha. Tunaomba kuishi maisha matakatifu mbele zako kama neno lako lilivyo. Ututakase na utupokee. Usitupungukie wala kutuacha, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Imba kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu. Niwakaribishe wale wote waliojiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Utapewa mkate na kisha utachukua hatua, utachukua kikombe, utachukua hatua, utakunywa. Kikombe utaweka kwenye hiyo ndoo ya maji, na sadaka yako ya ushirika mtakatifu utaweka kwenye sonzo hilo lililo mbele yako. Karibuni watu wote tuliojiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Kuoshwa
itutakasayo siwe safi betu watatu itutakasayo siwe safi tena kuoshwa madamu kanisa itutakasayo siwe safi cha mwisho tena
yasiyo na takataka, Walipokwisha kula na kunywa, wakaimba, wakaenda mlima wa Mzeituni. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Niwakumbushe faraja saa 9. Tunatoka hapo nje, kuna gari linahitaji kubarikiwa. Vijana wote watabaki, lakini watu wazima wengine tutatoka nje kuendelea na hiyo ibada ya kubariki gari. Na baada ya hiyo ibada ya kubariki gari, tutapeana baraka mahali pale kwa kuhitimisha ibada yetu ya siku ya leo. Tukae. Baraka zake ni